Mtumishi wa Mungu huyu ni mfundisha neno la Bwana. Unahitaji yani uwe makini, fundisha neno la Kristo. Yuko vizuri, Mungu amempa neema hiyo. Kwa naomba kwa utulivu mkubwa sana tumpokee kwa makofi mazito, makofi makubwa. Karibu sana Pastor Jordan. Haleluya. Nimekupa kibali. Unajua nikikupa kibali maana yake tafsiri ya kukuridhia, kukupa kibali. Sasa mimi kama nikimpa kibali, hata kiinua kipofu ameinua kwa kibali changu. Hata kiponya kiwete ameponya kwa kibali changu. Haleluya. Na mimi nataka nimpe kibali. Mimi ni mtume pia mimi ni prophet pia, na ni mchungaji kwa sababu nachunga watu. Sasa huyu mimi ni namtamkia, huyu ni Pastor Jordan Mwantiku. Nataka nimpe kibali tena kwenye hii madhabahu. Akifundisha neno litaingia ndani yako, kwa sababu nimempa kibali, litakufungua neno hili na kukuponya na kukuweka huru. Tumshangilie Yesu wakati tunampokea. Karibu sana. Oh, haleluya. Sema amen. Amen. Napenda kumshukuru Mungu. Zimekuwa ni siku tatu njema, japokuwa leo ndio siku ya tatu. Tumekuwa na siku mbili nzuri. Wangapi walikuwepo tangia siku ya kwanza? Naamini ulipokea kile Mungu alichokikusudia. Lakini pia hata wewe uliyekuja siku ya leo, ni kuhakikishie babu, Bwana anacho cha kukupa. Bwana hajawahi ishiwa na mkate wa kula. Wana wa Israeli walikula mana mpaka wakakinai. Yaani ilikuonyesha kwamba Mungu anao mkate wa kila siku wa kila mmoja. Haijalishi ulikuja wakati gani, ila mana ilianguka asubuhi kila siku. Amen. So hata wewe usijisikie vibaya. Jua leo pia neno lako lipo na Mungu atakuhudumia. Amen. Amen. Simama tuabudu Bwana. Usinipite Mwokozi. Haleluya. Kwa neema hii, kwa kibali ulichonipa, usinipite mchana wa leo. Neno hili lisiwe bure, bali nikalihifadhi. Kongamano letu lilikuwa linasema msimu wako, wakati wako. Lakini siku ya leo nakuja na kichwa kidogo kinaitwa kurejesha nyakati zilizoibwa. Kurejesha nyakati zilizoibwa. So kama kuna mtu ulikuwa umenyang'anywa wakati wako, ni kuhakikishia kuna hilo eneo la wakati wako leo. Iwe ni afya, iwe ni kazi, iwe ni biashara, iwe ni chochote kile. Leo hautatoka hivi hivi. Tahakikisha Mungu amekurejeshea kile ambacho ulikuwa umekipoteza. Nikianzia Isaya 33:6, maandiko yananiambia, nyakati zako zitakuwa nyakati za kukaa imara, za uokovu tele, za hekima na maarifa. Kumcha Bwana ni hazina yake ya akiba. Anasema nyakati zako zitakuwa nyakati za kukaa imara, za uokovu tele,
hekima na maarifa. Amina. Wokovu tele na nini? Na hekima na maarifa. Alafu anasema kumcha Bwana ni hazina ya akiba. So ili wokovu wako udumu, ili uwe na hekima, ili uwe na maarifa, vyote vikae, ni lazima umche Bwana. Alafu Bwana anavihifadhi. Ndio maana ya neno akiba. So unaweza ukawa na hekima, ukawa na maarifa, lakini kama umchi Bwana vitaondoka, kwa sababu mwenye hekima yake ya kuvihifadhi hayupo pamoja na wewe. Andiko anakuambia kumcha Bwana ndio akiba. Akiba ya nini? Ya hivyo vitu ulivyovisoma tena. Lakini amesema nyakati zako zitakuwa ni nyakati za kukaa imara. Amina. Usikae kizembe unapokuwa nyumbani mwa Bwana. Usikae kizembe ukiokoka. Blaza, hongera sana. Mungu akusaidie. Wewe utakuwa mtumishi wa Mungu mkubwa sana. Niwaambie siri leo. Yesu hajawahi kufanya kazi na wazee. Msishtuke. Mimi uzuri nikiwaambia kila kitu. Yesu hajafanya kazi na wazee. Mbona mnashtuka? Ngoja niwape siri. Yesu kaanza kufanya kazi ana miaka 30. Katika mitume 12 wa Yesu kibiblia, waliokuwa wameoa ni 2 tu. Waliobakia wote walikuwa ni vijana wanachakalika na Injili. Kwa sababu kama aliyekuwa ameoa ni Petro. Na ndio maana Petro alikuwa na kielele. Kwa sababu Petro alikuwa na majukumu ya kifamilia. Siku moja anamwambia Yesu, sikiliza mzee, mimi nimeacha vyote. Nimeacha mke kule, nimeacha watoto nyumbani kwangu. Nimekufuata wewe, nitapata nini? Ukuona wenzake wote wakimuuliza Yesu. Kwa sababu kuna mahali Yesu anawaambia wale wana wa Zebedayo, nifuateni mimi. Wanasema ngoja tukamuage baba. Sasa hivi tukaage familia. Wanasema tukamuage nani? Baba. Hawajaoa, ni watoto wako chini ya nani? Ya baba. So mitume 12 wa Yesu waliokuwa wameoa ni 2. Wa pili si wataji. Yupo kwenye Matendo ya Mitume. Utaona na yeye hataji kama ameoa, ila tunatajiwa watoto wake. So mtu akiwa na watoto tukumbukane ameoa. Kwa sababu Yesu alikuwa atembei na watu ambao hawajielewi. So kihaki na kisheria ya Kiyahudi walikuwa wamefanya nini? Ameoa. So ana watoto. Biblia inatutajia watoto wake. Ikishataja watoto tayari ameoa. Kwa hiyo katika wanafunzi 12 waliokuwa wameoa ni wangapi? 2. So waliobakia wote ni vijana. Kwa hiyo vijana mliokuwepo mahali hapa msijidharau. Ni muda wenu sahihi na ni wakati wenu sahihi. Yaani nyinyi muamini Mungu kwa sababu yeye Mungu mwenyewe anawapenda nyinyi. Na ndio maana hata ukiwa mzee anasema nitakurudisha katika ujana. Kwa nini? Ni mzee kweli, lakini Bwana akiwa ndani yangu ananirudisha katika ujana. Wagalatia. Endelea kujenga msingi. Wagalatia 4. Wagalatia sura ya 4. Au budi nisome. Kuanzia mstari wa kwanza. Mstari wa kwanza Biblia inasema, lakini nasema mrithi wakati wote awe mawakili wa watunzaji. Mawakili na watunzaji. Hata wakati uliokwisha kuamriwa na Baba. Amen. Ishia hapo hapo. Anasema bali yuko chini ya mawakili na watunzaji. Hata wakati uliokwisha kuamriwa na Baba. So mtu akiwa ni mtoto, sisi wote tumetoka kuna utoto, tulikuwa tunamilikiwa na watunzaji ambao ni wazazi. Paulo anaanza kuambia, enyi Wagalatia msio na akili, ni nani amewaloga? Paulo hawashtumu kwa sababu hawana akili, ila anasema ni nani aliyewaloga. So mtu ukimwona hana akili anapayuka huko barabarani, usimcheki, msaidie, mlete kwa mtumishi hapa. Yaani yeye ndo daktari wa hizo kazi. Waliologwa huko mnawaleta nyumbani mwa Bwana. Amina. Sasa anasema hivi, nyakati huamliwa na Baba. So nikukumbushe, ukiwa mtoto Mungu anaendelea kukutunza. Mungu anaendelea kukuhifadhi. Anasubiria majira na wakati ambao umeamriwa. So kila mmoja wetu humu ndani wakati wake na majira yake tayari alishaamriwa na Baba. So tunaishi maisha ambayo tayari Baba yetu anajua ni wapi tunatakiwa tuelekee. Nikuhakikishie hauishi tu duniani. Kila mmoja unayemwona chini ya jua hili, Mungu analo kusudi na yeye. Kuna kitu Mungu ameweka ndani yake. Ni kweli unaweza usiwe mhubiri ukashika mic ukahubiri, lakini liko jambo wewe unatakiwa ufanye nyumbani mwa Bwana na kupitia wewe watu wamuone Mungu. Hakuna kusudi nyingine mwanaume au mwanamke aliyeumbwa na Mungu. Makusudi makuu mawili, kumjua Mungu na kuurithi uzima wa milele. Vingine vinakuja. Sisi wanadamu ndo tuna mambo mengi. Sisi wanadamu ndo tunafanya nini?
Siku moja Yesu amepita nyumba moja. Biblia inasema, utasoma kwa muda wako, Luka 10 kuanzia 38. Alipopita katika kile kijiji akakutana na mwanamke mmoja anaitwa Martha. Martha alikuwa na dada yake anaitwa Mariamu. So Yesu akati anapita, kawaida ya Yesu kila akifika mahali anahubiri. So Martha akamkaribisha Yesu nyumbani mwake. Alipomkaribisha Yesu nyumbani mwake, Mariamu dada yake akaenda miguuni. Biblia inasema akaenda akakaa miguuni pa Yesu, akawa anamsikiliza Yesu anafundisha maneno ya Mungu. Baadaye Martha akatoka jikoni. Si unajua kila mama akitembelewa na wageni, mama anapeleka nyingi jikoni. Akamfuata Yesu akamwambia, Yesu, huoni kwamba Mariamu inampasa kunisaidia jikoni? Yesu akamwambia, hakika nikwambie basi, umesongwa na mambo mengi, lakini dada yako Mariamu amelichagua fungu lililo jema. Nikuhakikishie katika hii dunia kazi utafanya sana na utatafuta sana biashara, ila kama hujachagua fungu lililo jema, utasongwa na vitu vingi kila siku. Hakuishia hapo, akaja akamwambia, Martha, sikiliza, wewe umesongwa na vitu vingi, ila dada yako amelichagua fungu lililo jema. So ukisikia mahali kuna mtu anahubiri habari njema za Yesu, ukisikia mahali kuna mtu anahubiri na una nafasi, chukua hatua ya kukaa na kusikiliza. Kwa sababu kuna hilo neno niliwaambia siku ya kwanza, wakati wa mtu na majira ya mtu inaamliwa na neno la Mungu. So uwezi jua ni kitu gani Mungu ameweka ndani ya mtumishi. Yaani siku hiyo unayoikosa ibada ndio ilikuwa siku yako ya kufunguliwa. Siku hiyo unayoikosa ibada ndio ilikuwa siku yako ya neno lako. Na siku ya neno lako ni kuhakikishie kabisa, shetani lazima akupe mambo mengi. Kwa sababu shetani haangalii kwa macho ya damu na nyama. Shetani anaangalia kwa ulimwengu wa roho. So kila kinachoendelea kwako anajua. Na kama anajua afu yeye anakucheza, ni kuhakikishie atakuinulia vikwazo vingi sana vya kukuzuia usifikie muujiza wako. Kuna mtu mmoja anaitwa Batima, kipofu. Siku yake, majira yake, wakati wake wa kufunguliwa ulipofika, akawa anataka kuonana na Yesu. Anapiga kelele, Yesu mwana wa Daudi, unirehemu, unirehemu. Lakini wanafunzi wa Yesu na watu wanamnyamazisha. Kaa kimya wewe, unamsumbua mwalimu. Yaani yale yote ilikuwa ni kutaka kumkatisha tamaa Batimayo. Batimayo wa watu akasema amnielewi. Yaani akati wanamnyamazisha akaendelea kupaza sauti. Akati wanamnyamazisha akaendelea kusema mwana wa Daudi mpaka Yesu mwenyewe akasikia. Nakwambia kitu kimoja, wakikunyamazisha endelea. Wakikunyamazisha endelea. Wakikunyamazisha endelea. Mpaka mbingu zisikie zenyewe. Mpaka mbingu ikuitikie yenyewe. Batimayo ananyamazishwa na watu. Anawaambia unamsumbua mwalimu. Batimayo anasema nyie mtajua wenyewe. Mimi ninachojua nataka nikutane naye. Mimi ninachojua nataka nionane naye. Anaenda kupiga kelele. Anaendelea kupiga kelele. Mwana wa Daudi unirehemu. Mwana wa Daudi unirehemu. Ghafla binivu Yesu anasema. Alafu anasema, nani anayeniita? Mwiteni hapa. Anafika pale, anamuuliza neno moja. Unataka nikufanyie nini? Siku moja Yesu akikuitikia, hanaga maswali mengi. Anasemaga tu, nimekuja kuleta uliokuwa unalitaka. Unataka kuwa mzima? Batimayo akasema ndio. Yesu akasema, imani yako imekuponya. So ni imani yako inayokusababishia uone muujiza wako. Ni imani yako inayokusababishia uingie kwenye msimu wako. Na kuchukua hatua. Sasa kuchukua hatua ndio unatakiwa ufunge biashara, uende kanisani. Unaweza? Mimi niwaambie ukweli. Biblia inasema hivi, haki yenu isipozidi haki ya Mafarisayo na nani? Na waandishi, si ndio? Imesema wazi, sio mimi, ni Yesu alikuwa anafundisha. Anawaambia wazi, sasa tukubaliane. Wenzetu wale wa mama mdogo yani, mke wa pili wa Abraham, kwa sababu wao wote shida hii ilianzia baada ya Abraham kupata mke wa pili. Ile siku moja tulipotokea Ishmaeli alipozaliwa ndio matatizo haya. Na wakakimbia jangwani mpaka leo wanatusumbua. Wale ikifika saa 6:30, saa 6 kamili, maduka yanafungwa yafungwa. Yaani sisi tuna masiara na Mungu wa Kristo. Hii neema hii inatulemaza. Yaani neema ya Mungu inatulemaza na Mungu atusaidie. Wale wao hawana negotiation na Mungu. Wao Mungu ni amri. Yaani wao hawafanyi nini? Hawanegotiate na Mungu. Wao wana vinara vyao vitano vya ibada. Sitaki kuwafundisha vitu vyao. Siko. Ila katika hizo nguzo wanaziita nguzo tano. Yaani katika nguzo zao tano ibada ni kitu cha msingi sana. Na ikiwa muda wa ibada hawana masiana. Kariakoo kuna siku moja nilikuwa naenda kununua vitu. Kati nanunua vitu kwa mwindi mmoja.
Mwindi alikuwa anaangalia saa yake. Hatujamaliza hata kununua vitu. Mwindi akasema, "Ya, tokeni nje." Watu wana, "Sasa tumalizie tu ufunge duka." Mwindi akasema, "Sikilizeni, tokeni nje." Watu wakajua masiara, akanyanyuka kwenye kigoda chake. Si unajua hilo, akalengwa na kaza kuna viti kazi yao kutuma. Akanyanyuka kwenye kigoda, akachukua makufuli. Akasema, "Sasa kama mtaki na wafungia." Akavuta geti lake, akatoka. Akasema, "Kama mnaweza mtanisubiri. Ngoja nikasema." Na nikuhakikishie watu walikaa nje wakamsubiri. Unamwamini nini Mungu wako anaweza kukufanyia? Wao hawaoni shida kufunga maduka na kwenda kwenye ibada. Wala ila sisi watoto wa Mungu tunaikiri sasa. Wewe kwanza ngoja nikwambie leo kitu kigumu. Hujauza tangia saa 1 asubuhi mpaka saa 10 ya ibada. Unategemea masaa mawili uuze. Wewe kweli una akili timamu wewe. Njoo Mungu akusaidie huko, utakutana na muujiza mwingine. Sio kila siku, sio muujiza wa wateja tu. Mungu anaweza akamgusa pastor siku hiyo. Pastor akabarikiwa, akaja hapa mama, mbona amenibariki leo? Nimekupa na hela ya soda. Wewe umekaa dukani unasubiria wateja.